Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi nimjibu swali Mheshimiwa Ali Vuai Hamisi, mbunge wa Mkwajuni, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la Matemwe, jimbo la Mkwajuni, hakuna sehemu iliyotengwa rasmi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi. Napenda kutumia fursa hii kupitia bunge lako tukufu kumshauri Mheshimiwa mbunge pamoja na Kamisheni ya Ardhi Zanzibar kupitia Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi ili kutenga eneo kwa ajili ya kituo cha polisi Matemwe, ili serikali iweze kutenga fedha kutoka kwenye bajeti yake kwa ajili ya kujenga kituo hicho cha polisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Ali Vuai Hamisi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza napokea ushauri, lakini na majibu na maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, serikali ina mpango gani wa kuwapeleka askari wa doria katika eneo hilo ambalo liko mbali na kituo cha polisi? Lakini la pili, je, yuko tayari kutembelea kijiji hicho kwenda kuona matatizo halisi ya umuhimu wa ujenzi wa kituo cha polisi? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Hamisi kwanza kwa kufuatilia kwa karibu hali ya ulinzi na usalama katika ukanda wa Mkwajuni, hasa katika eneo la Matemwe, eneo ambalo ni ukanda wa utalii na lina ongezeko kubwa la idadi ya watu kwa sasa. Lakini la pili, nianze kujibu hoja zake mbili. Ya kwanza, tuna mpango gani wa doria? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ukanda wote wa kuanzia Matemwe, Pwani Mchangani, Kiwengwa hadi Nungwi, kwa sasa jeshi letu la polisi linaendelea na doria kwa sababu eneo lote hilo ni la kimkakati kwa ajili ya uwekezaji wa utalii, na kila siku jeshi la polisi kupitia kituo kikuu kiliopo Mkokotoni wanaendelea kufanya doria na kituo kidogo kiliopo Kiwengwa katika ukanda wote wa pwani ambao ameuzungumza. Lakini kwa upande wa pili wa ombi lake la kutembelea hilo na kuona umuhimu wa kujenga kituo katika eneo hilo, napenda kukubaliana naye kimsingi kwamba eneo la ukanda wa Matemwe ni eneo la utalii, na kwa sababu ni eneo la utalii, kasi kubwa ya uwekezaji pamoja na ujio wa watalii na wageni mbalimbali kutembelea maeneo hayo kuna akisi hoja aliyoileta ya kuweza kujengwa kituo katika eneo hilo. Hivyo ni mjibu tu Mheshimiwa kwa kwanza niko tayari kwa tutembelee eneo hilo, lakini pili, tunaona umuhimu wa kujenga kituo cha polisi katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwinyi Ramadhan. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa heshima hii ya kuuliza swala moja la nyongeza. Naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri, je, ni sababu zipi zinofanya kujengwa kwa kituo cha polisi? Ni wingi wa watu, idadi ya uhalifu, kilomita, nyumba, au ni nini? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Mwinyi Jamali Ramadhan, mbunge wa jimbo la Bumbwini, kwa swali lake hilo la nyongeza. Yeye kama nimemfahamu vizuri, alichotaka hasa ni elimu ya kufahamu kwamba tunapokwenda kufanya maamuzi ya kujenga vituo vya polisi ni sababu gani zinazotupelekea kufanya maamuzi hayo. Na kama hivyo ndivyo, nataka nimwambie tu Mheshimiwa Mwinyi Jamali Ramadhan kwamba kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kuna kitu kinaitwa security audit, kwa maana ya ukaguzi wa kiusalama. Eneo ambalo linaonekana lina matishio zaidi ya kiusalama ndio eneo ambalo tunalipendekeza kuweza kuliwekea miundombinu ya kiulinzi, vikiwemo vituo vya polisi. Kwa hiyo wingi wa watu au idadi ya watu ni moja ya sababu,
kasi ya ukuaji wa uchumi inaweza ikawa moja ya sababu, uhamiaji unaweza ukawa pia ni sehemu ya sababu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Asha Saleh. Asante mwenyekiti kwa kunipa na mimi nafasi kuweza kuuliza swali la nyongeza. Je, serikali haioni haja ya kujenga nyumba za wafanyakazi wa kituo cha polisi, nyumba za ghorofa za wafanyakazi kituo cha polisi Fuoni, pamoja na kununua gari la doria? Ajibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumjibu Mheshimiwa Asha, mbunge wa jimbo la Fuoni, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani ya nchi kama ifuatavyo. Kwanza, serikali inaona umuhimu wa kujenga nyumba za polisi nchi nzima, na katika eneo la Fuoni hivi sasa zipo nyumba za polisi na baadhi yao pia ni za ghorofa, isipokuwa tu ninajua kwamba Mheshimiwa Asha amekuwa karibu na wananchi wake katika eneo la Fuoni na amekuwa akifuatilia mwenendo wa hali ya usalama kwenye eneo lile, na hasa kufuatilia ukamilishaji wa kituo cha polisi pamoja na ujenzi wa nyumba za makazi. Na kwa bahati eneo hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshatembelea mimi na Mheshimiwa Asha, tumeshaliona na kubainisha baadhi ya maeneo yenye uhitaji wa kujengwa hizo nyumba, na tayari tumetoa maelekezo kwa wenzetu wa Jeshi la Polisi kuweka mpango wa kuweza kujenga nyumba hizo kama ambavyo Mheshimiwa amependekeza. Mheshimiwa Baraka Mwamengo. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona na kunipa nafasi hii. Ni lini serikali itajenga kituo cha polisi cha Kasumulu kilichopo boda ya Kasumulu ndani ya jimbo la Kyela kwa kuwa kiliathirika na vurugu? Mheshimiwa Waziri, tumehamia Kyela sasa, majibu kama unayo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Kyela na nimpongeze vile vile kwa kuona umuhimu, na nadhani kwa sababu ya ufafanuzi wangu wa hoja ya msingi ya kwa nini tunajenga vituo vya polisi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudi kwenye suala la msingi tulilojibu la Jeshi la Polisi kwa mara ya kwanza bungeni. Tulikuja na mpango wa dharura wa maeneo ambayo yana uhitaji wa kujenga vituo vya polisi, na tuliainisha wastani wa maeneo 698 nchi nzima. Hayo ndiyo maeneo ya dharura kujenga vituo vya polisi, na katika maeneo hayo 698 ambazo ni karibu kata zaidi ya 600 zilikuwa hazina kabisa vituo vya polisi, na kata 77 zilikuwa zimeanza ujenzi kwa maboma lakini hawajakamilisha. Nataka nimwambie tu Mheshimiwa kwamba tunaona umuhimu wa kujenga kituo cha polisi eneo hilo, lakini lini, mpango ule tumeugawa katika awamu tatu. Awamu ya kwanza tutakuwa na vituo 196, awamu ya pili tutakuwa na vituo 212, na awamu ya tatu tutakuwa na vituo 211. Kwa hiyo kukamilika kwa mpango huu basi na eneo lake litakuwa tayari limeingia kwenye ujenzi. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Emmanuel John Kambai, mbunge wa Babati mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Babati mjini, naomba swali lao namba 79 liweze kupata majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Kambai, mbunge wa Babati mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, gereza la Babati ni miongoni mwa magereza yaliyojengwa miaka mingi tangu mwaka 1974, hali iliyosababisha uchakavu wa miundombinu ya gereza pamoja na majengo ya makazi ya askari. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Jeshi la Magereza imeanza kutekeleza mpango mkakati wa muda mfupi na muda mrefu ambao kwa gereza Babati ziko nyumba 3 zinaendelea na ujenzi kwa kutumia mapato na vyanzo vya ndani vya ubunifu. Aidha, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali imetenga shilingi bilioni 5,380,000 kwa ajili ya ununuzi wa magari 31 kwa shughuli za utawala na kusafirisha mahabusu.
Pindi magari hayo yatakapofika, gereza Babati litapatiwa gari moja mpya kwa matumizi ya kituo.